Hello. Okay. So, network yetu jana ilikuwa ni hii, nita starting ili kuweza kuendelea hapa hapa. So, NTP hii ni network time protocol. Sawa? Hii ni network time protocol ambayo inatusaidia sisi kusynchronize clock with an external clock device. Clock with an external clock device. Kwa hii hapa the purpose ni kusynchronize clock tuwe tuna time sahihi. Why do we need clock kwenye device? It's a very important, yani ni very important. Clock it's a very important kwenye network device, kwenye any network device, either ni firewall, either ni nini, so tu network device hata ambazo ni databases, wherever the case is, the NTP is a very important. Yani kuwa na time protocol ni cha muhimu sana. Sasa kwa nini natusaidia? Kwanza, when you have a clear times, it helps us to understandings when the actions have been performed, maybe syslog. When naongea tu kwa Kiingereza cha uelewa, when you have a clock setting correctly, help to understanding to having right time reading for loging, yani kwa logs. Kwa mfano labda mtu ame login kwenye mfumo wako ame login kwenye mfumo wako, kama time haiko sawa, by the way siku hizi ina reject. Ukitoka unaweza kaenda kujaribu, kaeke kompyuta yako muda wa kaiseti manual hii kompyuta kaeke 2010, jaribu nenda kwenye browser, itakukataa. Mimi nikiweka hapa inaweza kututoa, itakukataa. Ikikubali ujue kuna namna angalia kama ina detect kulingana na wifi yako, ila time ikishindwa kusynchronize inakataa. Sasa kwenye hizi network device unaweza ukashangaa labda kuna mtu aliingia akafanya kitu akafanya kitu. Sasa kuna kitu kinaitwaga syslog. Syslog information. Kuna kitu kimetokea, hii network device inatuma taarifa kwenye syslog server, yani kutuma logs. Yani kwa mfano labda nimeingia, nimesha down interface. Let me show you. Sasa jana nili disable kitu, lakini nataka sasa nikionyeshe. Ukaja labda hapa zani, jana tulikamilisha hii network net group 1 enable net group 1, nikasema show log, itanionyesha baadhi ya information kama labda kuna kitu kilitokea huku. Sasa angalia hapa, angalia hapa, mbona hii inaonyesha match? Sijui ni match match au nini hichi inaonyesha sijui kitu gani hapa. Inakuja inasema Februari 17 saa 1 dakika. Kwa unaweza kukuta kwamba inasema kweli Februari, lakini is not the right time hii action ilitokea. Kwa unakuta kwamba
tunaweza tukawa tuna logs kwenye device lakini hazisemi ukweli, hatuna exactly time nini kilitokea muda fulani. Unaweza ukaona hapa muda huu sijui hichi hapa kimefanyeje, off Isaac is off sijui nini, unaona logs ndio, lakini ukisoma muda unakuwa hauko sahihi. Hii ni riski kwenye network. Hata mtu akikuwa attack, kwa mfano amefanya attack, network haiko synchronized na time. Mtu akija ukisoma zile logs kujua ni muda gani nabii attacked, utapata wrong information. Wewe utaona huko ni saa 1 kamili, kumbe inasoma sijui time zone ya huko Bujumbura, sijui wapi huko Kongo. So time zone ya East Africa mfano. Kwa hiyo utapata wrong information, utakuwa unajaribu kuweka labda logs wa ule muda uone kama atakuataki, kumbe kwa sababu ya wrong time umeset muda tofauti. Umeona? Kwa ndo maana ya umuhimu mzuri wa NTP. Haina definition kubwa sana, yaani unatakiwa kukaa katika format hiyo hapo. Sasa NTP inasema hivi, ukiwa unachukua kwenye NTP sasa, wakati una setting inakuwa katika mode 3. Sawa? Kuna mode ya kwanza ya kama client. Maana yake hii the device depend on external NTP server. Yaani kuna server iko kule nyingine ambayo una nani client anaitegemea. Ya pili ni NTP server. Yaani unaweza the device act as a NTP server for other network device. Kwa unakuta labda hii hapa ndo umeiset clock. Umeset clock yake either manual or whatever, umeiset clock iko right. Sasa unakuta kuna device nyingine, labda hiyo ni router. Kama hapo unaweza kuona pana router. Labda hii router umeiset clock. Alafu hao wengine huyu PC sijui PC switch wanamtegemea huyu router. Umeona? Wanamtegemea huyu router ili kuwa na right clock. Hiyo ndo maana tunasema kwamba manake ni kwamba yeye mwenyewe ndo server. Alafu kuna nyingine NTP association. NTP association. Hii hapa ni association NTP kama sisahau ni synchronize. Kama sisahau. Ambayo hii inahusiana na NTP pia. Unakuta una network device mbili. Unakuta una network device moja hapa na network device moja hapa. Labda hapa pia zina connectiwa na kwenye network fulani, zina depend kama zinamtegemea kama NTP. Lakini licha ya kwamba zinamtegemea kama huyo NTP, hata zenyewe pia zina relation, yani huyu na huyu zina relation. Ndio tunasema NTP pia. Kwa unakuta kuna peer connection hapa. Sawa? Kuna peer connection. Ndio hicho kitu tunachojaribu kumaanisha. Okay? Sasa basi tunamaanisha nini kufanya hivi? Kwa hiyo changamoto kubwa kwamba time ikiwa tofauti, hata hii device hapa labda unaweza ukawa umeweka kwenye domain huyu device hapa na wrong time, maana yake hata ile logs za kwamba device fulani ni login kwenye network muda fulani, utapata wrong information, everything will be wrong. The time ikiwa wrong, kila kitu unakuwa wrong. Sana kukata tiketi ya ndege alafu ukachelewa kacho. Kwa hiyo ndio hivyo hivyo kwenye network device, ukiwa na wrong time utavamiwa
haujui muda exactly ni upi unapigwa. So kwenye kuset time kuna hizo option mbili, kuna manual setting and NTP setting kwenye device. Kwa ukija hapa kwa mfano ukisema show clock utaona hii hapa inaweza ikawa exactly inataka kuwa sawa, ila angalia inasoma saa 12. Sasa hivi ni saa 2. Kwa show clock unaona ni saa 2, ni saa 10 na ni kweli ni tarehe 27 mwezi wa pili, lakini inasoma ni saa 12. Kwa hiyo kwa mwaka na tarehe haina shida lakini hata siku na tarehe haina shida, lakini muda uko tofauti. Kwa hiyo unaweza ukahisi unatakiwa labda saa 8, saa 12 kumbe sasa hivi ni saa 3. Unapata haki yako, nakwambia unakamatika. So ukisema pia tena show clock detail utapata tena information anakwambia time source is hardware calendar. Kwa hiyo hii inategemeana na ile device lenyewe humu ndani. Kwa hiyo kama huyu nikamconfigure sasa time alafu wenzake wakamtegemea hawa huku, ndio tunasema nini? NTP. Huyu ni NTP server au ni client. Okay. Manual setting tunafanyaje? Manual setting kuna namna mbili. Kuna kusetting first, una setting time, second una setting zone. Hello. Naam. Samani una rekodi? Yeah, of course. Ni pause kwanza. Una rekodi? Yeah. Yes. Okay, sawa. Kuna swali? Hapana, nilikuwa najaribu tu kuuliza hicho, maana najua wengine hatujatulia, naweza tukapitia baadaye. Mmetulia pole. Okay. Na rekodi madam. Okay. So, kwa ukisetting time una setting na zone. Kwenye kusetting time tunatumia kabisa kwenye privilege. Inatoka privilege access mode. Sasa andike tu hivyo. Privilege mode, but this one we do in a configuration mode unless as tutacheki hapo. Do in configuration mode ni hiyo global configuration mode. Namba 3 hivyo. Kwa una set zone. Sasa kwa East Africa zone waga ni UTC+3. East Africa time zone huwa ni universal time zone +3. Sawa? Universal time zone +3. Kwa utaandika UTC+3. So alafu uta update calendar. Hiyo ndo manual setting hizi. Una update calendar. Sasa tuone. Sita set manual, tutatumia NTP. At your own time try to set manual. Nisema show clock. Nasema clock setting. Sawa, ukishasema clock setting tu ndo na setting manual. Ukiweka alama ulizo inakupa uandike muda hours, minutes na second. Kwa uta setting. Kwa mfano kama hapa naweza nikaandika labda naweka masaa 24 yale itakuwa 21 ratio 10 ratio second, naweza nikabuni tu hapo nikaangalia sekunde zangu. Alafu nikiweka alama ulizo inasemaje?
Kwa nini nimeweka hivyo? Hours. Minute ni ngapi? Au umeandika sekunde ya 60 si dakika ya mbele? Kichwa changu hiki. Au namba na nani? Hii imekataa kwa sababu sekunde ya 60 si dakika ya mbele. Kwa unaandika uwe nani? Anakuambia uweke days, tarehe, yani una set na tarehe. Kwa hii hapa 60 imetukatalia kwa sababu sekunde ya 60 hii si sekunde ya mwisho. Hii ya mwisho si second. Sekunde ya 60 maana yake unamaanisha hapa tutakiwa tuweke 11.0 nani 11 nani double colon 00. Sekunde ya 60 inaama tayari kwenye nani, kwenye dakika nyingine. Kwa ndo maana imegoma hapo. Kwa hapo utakuja kuandika mwezi, tarehe. Leo tarehe ngapi? 27. Naweka tu hivi hata usipate shida. Naweka mwezi wa ngapi? Month mwezi wa pili au ngapi? Kwamba nazaga tarehe alafu mwezi alafu mwaka alafu matiani ni tofauti. Hiyo tarehe leo tarehe 27, si ndio? Si ndio? February. Sina hangover bado. Yani madam asingenipigia hapa. February 2026 hivyo. Sinti, lakini naomba sitapiga enter. Sitaki kuiset kwa manual. Kwa sample ndo hii. So, unatakiwa kuweka uko na set manual. Tuandika neno on privilege. Setting clock setting. Dokutana second, then date, tarehe ambayo utaweka hapa sasa date. Afu utaweka February month in word, e.g. labda February, alafu utafuata year, let's say 2026. So utakuwa na kitu kama clock setting saa 21 dakika 14 sekunde 56. Hii itakubali. Mwaka tarehe 27 Feb 2026. Hii utaseti hivyo. Kwa ni hardware clock hiyo, hardware. So ukisha seti kwa huyu, wale wengine unaweza ukawafanya wadepend kwenye huyu hapa sasa. Alafu utakuja kusetting nini? Utakuja kusetting nini? Clock. Utakuja kuset, yes. Hello? Hello? Nilikuwa naomba labda tungejaribu hiyo, afu kuna nyingine hapa sijajua kama halo. Naam, tujaribu hiyo ya kuseti manyo. Ya kuseti manual kama ulikuwa unaandika kule kwenye notepad. Okay. Hai. Wewe unataka tu practice kabisa? Hai, hii hapa, si ndio? Clear baadaye. Haya, ukisema hivyo hapo ukasema show clock inaonyesha hapo tayari imeshasetiwa, sawa eh? Lakini ukisema show time zone, show clock time zone,
Hii nani vipi? Show clock detail. Si nawaza nini Mungu wangu leo. Time zone ni UTC. Ulivyoiseti manyo unaona kama inaenda sawa, lakini ukienda kubadilisha UTC unaweza kusababisha huku kubadilike. Let's see. Configure terminal clock time zone, ndo namna ya kubadilisha hiyo, ambako nilisema hapa kwamba time zone unaibadilishia kwenye nini, configuration mode au global, ambao time zone utasema tu kwenye global utasema clock time zone, utaandika UTC plus 3. Ngoja tuone tukiplazi hapa tutasemaje, UTC plus 3. Do show clock detail. Mbona tumeharibu huku kwenye muda japokuwa tuliuseti manyo, si ndio? Mbona tumeharibu Hello? Hello. Mbona tumeharibu Tumeharibu kwa sababu tuliseti muda manyo, alafu tukaja tukapiga tena kuiseti time clock. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kama unataka tukaja kupiga tena time zone, kama unataka kuseti time zone ya East Africa, you have first to change the time zone, alafu ndo ukaseti time. Tunajua hata kwenye kompyuta wakati unapiga window au unabadilisha time, unaenda kwanza kuchagua Nairobi. Hiyo ndio time zone, alafu unaenda kuset time. Yaani usipobadilisha kwanza time zone, alafu ukabadilisha muda itakuzingua pia. Kwa ndo kama hichi kilichotokea. Tumebadilisha kwanza muda, kweli tukawa na right time. Lakini kile kitendo cha kuja cha kuja kubadilisha time zone tukasababisha nini? To affect muda. Sawa? So, what are the right things to do? Tunaweza kusema note when you are doing manual configuration of clock, remember to set time zone first. Kwa una set time zone alafu ndo unaendelea. Na ukiwa unafanya kwa mfano unataka kuweka time zone ya America wherever, una Google tu kwamba time zone setting, utaona ni UTC plus universal time clock plus what? Kwa sisi ni plus 3. Ukija hapa kwenye kompyuta ukaenda kwenye adjust time, waone huku inasomaje. Umeona hapa Unaona hapa time zone Unaonaga hii Hello? Oku? Nipo wana. Tuendelee. Mnaona? Ndio. Ukimya ukitawala unaogopesha. Sasa kashangaa ushatoka hewani yani. Kumbe hujui. Okay. Okay, kama tumeelewana hapo vizuri. So, madam alisema tujaribu hiyo. Ulikuwa na option nyingine madam? Hapana. Okay, ulikuwa unataka tujaribu ili tujionee. Okay, ni vizuri. Sasa basi, ukiseti manyo utakuwa na device ngapi za kuseti manyo ndugu yangu? Utateseka. Set time zone si ufanye nini? Utateseka. So that was NTP ika come up. Umeona That was NTP ika come up. Sasa NTP ina levels, NTP levels. Sasa kuna level 1, kuna level 0 up to level 15. Sawa? Level 0 up to level 15.
Ukisema this level are called stratum. The lower the level, the higher the accurate the clock. Yani hivi wewe unaongea kwa namna hii. Unaposema hivyo kwamba kuna level kwenye NTP, tunamaanisha hivi. Unakuta una device yako hapa, global clock. Alafu kuna device nyingine inategemea global clock, nyingine inategemea global clock. Tuseme ziko nyingi. Ziko nyingi. Hii hapa ni global clock. Global. Bro, samani, wengine watusaidie kuzima mic. Oh, naomba huyo aliyewasha mic atusaidie kuizima isisababishe mwangwi. Kama una swali ita tu. Atasema oya, hapo endelea. So, hii global clock kwa sababu ndo iko juu inakuwa ni stratum 0. Stratum 0. The most accurate clock. Yani huyu amtegemei mwingine. Yani hiyo ndo original clock. Unaposhuka, ukishuka hapa, maana yake hawa wanamtegemea stratum 0. Hawa hapa wakija kuunganisha hapa, labda anategemea hapa, hii inakuwa ni stratum 1. Kwa hiyo huyu anamtegemea stratum 1. Huyu hapa akija akimtegemea huyu, maana yake anamtegemea stratum 2. Kwa hiyo ni kama level of hierarchy tree. Unaweza ukashumu like a tree. Sawa? Kwa hiyo tunakuwa tunashuka. Yaani ikiwa inaendelea hapa inakuwa ni stratum 1. Maana yake inakuwa ni stratum 2. Kwa hiyo ukikuta device inategemea stratum 0, maana yake iko very close to original clock. Umeona? Very close to original clock. Inaendelea hivyo mpaka 15. Ikifika 16 na terminate. Yaani kwa mfano device zako iko mbali sana na original clock. Ina terminate. Uweze ukapata saa sahihi. Maana yake unakuwa mbali sana. For level 16 the clock terminate. Yaani kama ilivyo RIP, RIP ina level ya 0 mpaka 15. Ya 16 routing haifiki. Ndio kama ilivyo kwenye NTP. So, NTP configuration zikoje? Ukianza na NTP client. Wewe utasema tu hivi NTP server. Utaspecify ile server yako. Mfano hapa nilikuwa napitia maswali ile ndugu ametuma leo huku. Turudi hapa kwenye NAT. Test TV ilikuwa nayo kweli. Ngoja tuangalie. Umeona hii hapa Umeona ile swali ndo tunalikava ili hapa. Tunaongea maelezo mengi ili kupata ufahamu, lakini swali tunalikava ni hili. It was a single command. Yaani ile swali namba C ni single command. Yaani anasema hivi configure NTP server on both switches and router using the IP address. Kwa hapa ameshakupa IP address. Kwa mimi nilitegemea tu andike NTP server 41 55.29.124. Imeisha hivyo. Unaweka kwa switch zote na router. Imeisha. Kwa sababu hii alitaka iwe client. Yaani hiyo ndio imeisha. Hata isihitaji command, yani NTP haihitaji command za nani. Ukitaka kuconfigure NTP as a server, unakuja unaandika tu NTP master. Au andiki kingine, unaandika tu NTP master. Wale wa chini sasa ndio utakuja kutumia hii command hapa NTP server. Kwa kama hii router yangu kama hii router yangu hapa ndo server, do show IP interface brief. Nategemea nije niandike hivi. Nategemea kuja kuandika kule kwenye switch kwamba NTP master ni huyu hapa. Amini au huyu.
au huyu NIP hapa. Umeona NIP hapa ambayo itakuwa lakini ni vizuri ukatumia management kwa sababu ndo general. Hii hapa vizuri ukaitumia hii hapa au tumia interface hii hapa. Itatumia maana yake nikisema NTP master ndio imeisha, yani unaweka sasa startup 1. Haiwezi kaa startup 0 by the way. Haiwezi kaa startup 0. Sababu startup 0 ndio hiyo ya clock ya dunia. Kwa unaweka 1 au 15 au whatever the case. Sawa Lakini hata ukiacha hivi inaingia, inakubali, sio kwamba inakataa. Kwa hiyo ukiweka hivyo NTP master ukasema enter, maana yake umeifanya hii kuwa master, kuwa server NTP. Hawa wenzake sasa ndio inabidi wawe client. Kwa hiyo unakuja kwenye hii switch hapa. Unakuja kwenye hii switch net group 1. Oho, type error. Alafu enable net group 1. Oho, net. Nikisema show clock utaona bado inasema time ile kule. Nikirudi kwenye ile router, kumbuka tuliharibu hapa do show clock. Utaona inaonyesha bado ni muda huu. Nikija nikisema hivi NTP config terminal ningesema NTP server. Sasa kwa huyu nasema server kwa sababu anategemea ile server pale 192.168.100.1. Ngoja tuone. Do show clock. Ngoja tuone. Itachukua muda gani? Sikuta ifiki, mimi nahangaika tu hapa. Hii switch hatukuweka IP tukuweka management jana. Haya, leo tuiangalie. Hii switch haifikii ile, haifikii nini? Haifikii ile IP ya gateway. Kwa nini? Kwa sababu yafuatayo. Kwanza, angalia trunk yako zikoje. Show IP interface trunk. Show interface trunk. Usikute umeweka VLAN na hujaruhusu trunk, okay? Hizi kwenye hizi tumeruhusu VLAN 2 tu ndugu yangu. Hatuwezi amka hapa. Oho, cha kwanza hicho una show trunk yako umeruhusu VLAN gani. Alafu cha pili show IP interface brief, kuangalia kama kuna interface yoyote umeipa IP huku. Tumeipa kweli IP, lakini kwenye trunk yetu tumelimit trunk VLAN za kupita ni 10 na 20. Kwa huyu 100 tuliyemtumia kama clock atuamki. Umeona? Na ndio maana unaona huku iko down. Haielewi chochote, hamna mahali inafanya communication. Kitu ambacho tulifanya makosa kwa kweli jana. Sasa tutasema config terminal interface trunk interface gigabyte 0/0, alafu tutasema switch port trunk. Sasa kumbuka ile mode ya trunk tulikuwa tunasoma, tulisema ukitaka kuongeza VLAN usije ukasema switch port trunk allow VLAN 100. Utafuta wale wengine wawili. Hapo tunasema allow add 100. Kwa nikisema do show interface trunk na kwa nimeongeza ile 100 hapa. Ila nikisema allow VLAN alafu nikaweka 100, maana yake na overwrite hao wengine. Hii concept nadhani tulipitia kwenye VLAN. So do show interface trunk. Sasa hivi iko okay. Do show IP interface brief. Ile interface bado iko chini. Nikasema interface VLAN 100.
no shutdown, shutdown, no shutdown, do right. Naona kama itamka, alafu nirudi hivi, ikitugomea tunaweka interface nyingine tu, tuamke kwanza. Mambo mengine haya kuchosha usiku huu. Okay. Sasa hivi imekubali, si ndio? Imeamka, si ndio? So the reason kwa nini tulikuwa tuwezi kuping ni kwa sababu kwenye trunk tulikuwa tumeallow only this VLAN. Sasa nini tunaweza tukasema tumejifunza hapa? Kuna muda kwenye switch ukiona uwezi kugenerate traffic kwenda kwenye router au kwenye core switch, kama ni access switch, angalia umeipa management interface IP address. Ndio nimeipa. Je, kama nimeipa kuna trunk link? Kama kuna trunk, cha kwanza natakiwa kuangalia zile trunk nimeruhusu VLAN gani. Kwa hiyo kama kuna VLAN tofauti umeruhusu, alafu ile unaoipitisha ni VLAN nyingine, au amki. So ndio maana unaona hapa baada ya kuweka tumeweza kufanyaje kwenda vizuri tu. Sasa hivi nikisema show clock nategemea naone mambo yamekuwa tofauti. Bado ina nini nami? Bro, kuna mtu anawasha mic huko anatengeneza echo. Okay, naomba nimcheki. Naomba na stop share hapa nimcheki. Stopishe mwenyewe. Ameshazima. Ashazima. Haya. Nashangaa hii switch inataka kuniletea story gani? Haya, wacha tuone, tuibadilishe. NTP server 192.168.100.8.110. Nimebadilisha nione kama itamka. Do show clock. Ilikuwa ni kwenye packet tracer tuna forward, tunafanya ile forward slash. Hapa inabidi tuangalie sasa kwa nini inatukatia. Sasa cha kufanya tufanye hivi. Fanya hivi. Clock update, calendar update, calendar clock update calendar. Au server yenyewe ndio imegoma. Hangaika hapa, kumbe server yenyewe ndio inatuletea vitu visivyoeleweka. Show clock. So NTP association mbona ziko sasa imekuja. There is something wrong here. Sorry, 1 minute. Actually, I don't know kwa nini switch imenikatalia. Najaribu kufikiria hapa, what I was expecting ibadilike, ila we shall not worry. Let us go on router. Tuachane na haka ka switch. So, let's say this is a command. Tutaicheck hiyo switch tujue kwa nini nakataa. So hii ni command ya nini? Ya server, ya kwenda ya kumdirect server, hii ya kumdirect nini? Master.
lakini nyingine ya NTP ni ya peer, ya NTPS inaitwa synchronous sina uhakika, lakini nadhani ni kijina cha hivyo. Kwa hiyo utasema tu NTP, pia utaandika IP yako ya yule mwenzake. Kwa mfano kama sasa let's say unataka huyu device huyu amtegemee huyu, kwa hiyo unakuta wanaweza wakawa hawa wengine wameunganika hivi, lakini unaweka kama hivi. Manake hii kifeli unawezekana akatumia huyu kukuja huku, kwani kama unamuassociate na mwingine, sawa unamuassociate na mwingine. Hizo ndo command 3 za NTP. Lakini baada ya hapo tunasema hivi kuna ukienda more zaidi unaweza ukakuta kuna NTP server authentication. Sasa sio kila server unatakiwa labda kuunganisha nayo, kwa hiyo una authenticate kati ya server hii na server nyingine. Huko tutafika kwa leo. Takachokifanya hapa ni hichi checklist of NTP. Unaweza ukacheck status na association, yaani kwamba kama imesha associate na NTP server yote. Kwa hiyo utasema show NTP status au show NTP association. So nikiwa hapa nami nikatalia na nini au router au nani server ishasinzia huko. Show NTP status. Umeona unsynchronized, haijabi synchronized, statum 1 reference clock local whatever the case. So hii haitegemei nani yoyote. So tunaenda kubadilisha kuandika config terminal. Nataka tutumie za Google the NTP server. So unaweza ukaja hapa ukasema hivi NTP server for Google. Nadhani kuna NTP1 sio NTP2. Sawa kuna hivi vidude pool 1 sio pool nini, lakini natafuta ile ya Google sana nizingua hao. Sinzingua hao. Hangaike na kati. Mtu anaweza akanifiltia vitu vizuri zaidi. Hizi hapa. Twende na hizi. Haya tumia Google hapa. Yaani vinanihangaisha. Kwa unaweza kutumia neno au IP address. Tutumie let's go with this one. Nakuja hapa sasa. Najaribu kuping. Ping. Inafika. Umeona inafika Kwa naweza nikasema sasa configure terminal. Hapo nikasema sasa do show clock kwanza. Nione clock inavyosoma. Afu niseme NTP server niandike ile IP.
alafu tuseme tena do show NTP server, do show NTP status. Kwanza imebadilika, reference clock ni hii hapa, sio tena local. Alafu angalia startup yake imebadilika. Kwa ni inawezekana ni level 2 kulingana na kule. Kwa nikisema do show clock bado haijabadilika. Kwa nini zinachelewa kubadilika? Alafu inaniambia kwa nini zinachelewa kubadilika leo? Yaani na kusema NTP server na NTP source ni hii, lakini zinachukua muda kubadilika kweli. Hebu tuzipe muda. Zipe muda kwa kweli. Sije ukakuta zinakubali lakini zinakataa. Engineer. Naam. Kuna mtu katuma message, angalia isome hiyo message. Labda huenda anamaanisha hivyo. Okay. Okay. Let's do this. Tuanze na huyu router ambaye NTP update calendar. Ngoja tumwache huyu akiwa anaendelea, tuende kwenye ile switch yetu hapa. Sasa sijajua ni nini hii switch leo zinanifanyia vituko. Ya tuone huko. Anyway, nitatafuta nijue kwa nini, labda ni tool yangu yenyewe imenigomea even G, I don't know. But the command is the same. Taona tujue kwa nini inashindwa kuamka. Sawa I will check and update you guys. But for the case of NTP understanding, you just have to do this way. Kwa hiyo hata kwenye hili swali hapa manake tutakuwa tukuandika 41 35 29 Hebu nione kama ni IP ya NTP gani. Hii ni IP ya NTP gani? Arobaini na moja 35 29 Sasa hata wenyewe walitoa ni NTP server ya kitu gani? Okay, so hii hapa walikuwa wanajaribu kutumia TTCL. Wameshatupa hapa information. Kwa hiyo wao walitumishi bwana waliamua kutumia TTCL. Okay. Haya. Kwa hiyo ni ya kwetu sisi. Okay. Tuone kama imebadilika. Kama haijabadilika tutaachana nayo, tutaangalia siku nyingine kwa nini. Alafu tutapeana masababu. Inawezekana ni device yangu, but unaweza ukaenda ukajaribu kama una Gen 3 au kama una nini,
unaweza ukaweka pia kwenye packet tracer, lakini ukaseti moja afu wale wengine uone kama watapata. Sasa kwenye packet tracer unaweza ukafanya forwarding ili uweze ku speed up. Sasa hii sijajua kwenye simulation hatuwezi kufanya forward, lakini sijajua kwa nini imekataa na ninaweza nikazifikia. Tuachane nayo tu kwanza, isitusumbue. So the command is that one. Labda niulize kama kuna swali lolote kwenye namna ya kufanya configuration. Why, kwa nini imekataa kwenye test? It depend, inawezekana ni sababu ya simulation tool yangu hii. There are a lot of things but the command are the same. So we have tried even the suggestions solutions but not working. So it be due to what? To this tool. Tutacheki after tutaambiana on the next discussion. I will remember this. Niulize kama kuna swali lolote kwenye NTP configuration. Engineer. Naam. Samahani, mimi kidogo nilikuwa nimetoka, kuna sense kuelewa uliwaelezeaje pale ambapo configure time manual ikawa kwenye part ya UTC. Ukasema hii tushanya vitu pass your theory. Ukasema kini time huko itabadilika. Sisi tunafanyaje hapa? Sorry? Sielewa samahani. Yaani hii hapa si ndio? Yes, si time itabadilika tukiweka hivyo. Kutoka kwenye Sasa sijui ulisema unafanyaje sasa hapo? Yaani tulivyokuwa tuna set clock. Yaani tumeset time labda saa 3 na dakika 48. Lakini time inakuwa ipo kwenye UTC. Lakini tunasema inabidi tuipeleke kwenye Africa zone. Tukaipeleka kwenye Africa ikabadilika time. Sasa sijajua mlifanyaje kwa sababu nilitoka. Tuliandika hii command na ilibadilika kwa sababu kwa vile tulikuwa tumeset manually, tulilazimisha iwe manually kwenye UTC. Sawa? Universal Time Clock. Sasa nikasemaje, hata ukienda kwenye kompyuta yako hapa, uka right click, ukasema modify time and date. Umeona hapa time zone ya kwetu ni UTC plus, si ndio? Yes. Sasa kwenye ile router nilivyoenda kuibadilisha, maana yake nilivyoibadilisha hii, kile kilichokuwepo kinapelekwa kwenye hii format hii. Umeelewa? Kile kilichokuwepo kinapelekwa kwenye hii hapa. Nilivyoweka hivi nilazimisha iende hapa hivi. Sawa. Umeona? Ndio maana ukaona kwamba hata ile manyo sasa ikapelekwa mbele. Masa hivi plus 3 ni 3 hours mbele, si ndio? 3 hours mbele. Yes. Kwa unakuta kwamba hii tayari ilikuwa ni saa 3. Kwa hiyo ukiweka 3 hours mbele ni saa 6. Au time clock ndio inatushikilia chini. Hii nikiweka UTC plus 0 itarudi kwenye normal. Tutapata muda sahihi, lakini je, una associate na ile kalenda? Unarudi kwenye sahihi, lakini sahihi yenyewe ni ile ambayo tuliseti manyo. Sio kwamba unaendana na muda wetu hapa dakika 51. Sawa. Naam, kuna mtu ameuliza. Ngoja nifanye kitu tena hapa. I will try mpaka tuone tunaamkaje. Nataka nitumie ya router yangu hapa nyumbani.
alafu tuandike ile command ya nani, hebu tuandike update do show clock, still not yet. So I think the hardware issue, I mean this software issue hata nikitumia ya hapa hata nikitumia hii ya kwangu inanikatalia. Hii ya nyumbani ambayo ni kama naifikia, lakini inanikatalia. Okay, let's do this again. After this tutaendelea, kama itakataa tutakuja kuangalia sababu. Do show IP interface brief, alafu tutumie ile ya gateway ambayo tunasema do show IP route. Nataka nichukue ile ya gateway, ile hii hapa inayotutoa ni kitu gani, ndio yenyewe kumbe tayari. Basi kwa hiyo imetugomea imetugomea. Imetugomea. Tumiaje hiyo sama kama ni bei hiyo sama time. Sama time. Sama daylight saving. Kwa ajili ya kitu gani? Si kama yani kama imeenda mbele. Sasa insama yani sama sio kama tunasetije hapo. Mimi hapa hii sijawahi kuitumia kwenye clock setting hata huko kwenye nani, lakini naona inaandika time sama. Labda kama una idea tupe michongo. Anyway, tusitesekea hapo, ngoja tuone, tutakuja kuona. Inawezekana ni software yangu. Kama ni software tutateseka hapa, alafu na mimi nakuwa mzito kuendelea, sio na matatizo gani. Anyway, tuendelee. So kwa general overview naamini tumeelewana, si ndio? Ya NTP. Achana na hiyo kukataliwa na visivyojulikana, si ndio? General overview hapa tumeelewana, si ndio? Namna ya kufanya, namna ya kuattempt hili swali hapa tumeelewana. Kwa hiyo hichi kipengele C tumemaliza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba swali ya A, B na C tumekamilisha. Yaani hapa tumekamilisha. Sorry, kule kidogo unasema no summertime. No summertime. Niseme kaka, unaandika no NTP summertime. Tumeconfigure NTP summertime. Kwa nini tunasema no hatuja configure? Anyway, ngoja nifanye unavyosema no NTP summertime. Summertime. Naona ipo summertime kwenye NTP. Sio kwamba hiyo inakuaga kwenye hiyo nini? Unajua command ya no, samani. Command ya no ni unaelewa? Okay. That's why nikasema kwamba labda kwenye ile masaa matatu ile inakuwa ni kama auto nini. Sijajua. Nimeshatoa ile UTC lakini sijajua kwa nini
Hebu ngoja do show running section clock. Bado ni NTP lakini imegoma kuna nini. So sio kwamba ni manyo. But I will check. Nitaangalia kwa nini imetukatalia kwenye hizi route. I remember kuna video moja nilishaweka kwenye website kwenye nini? Nilishaweka kwenye Facebook page yangu moja. Nilishaonyesha namna ya kufanya hichi kitu. I don't know kwa nini imekataa leo, labda ni EVNG yenyewe. So tuta deal nao siku nyingine. Kama hapa hamna swali, naomba sasa tu move kabisa tuende kwenye subnet. So what is subnet? Subnet, we know that we divide a network, larger network into small network. Sawa? Single network into multiple small network. So subnetting in ing, kwa sababu subnets ukiweka hivi ikiwa kavu inafanana na network portion. Sasa na subnet. Sawa? Na maana nimesema hapa subnetting. Kwa una divide large single network into multiple small network. For example, let's say una 192.168.10.0/24. Hii tunajua ni default subnet ya class C. So unapoigawanya kwenye multiple network unasababisha sasa kufanya kitendo kinachoitwa nini? Subnetting. So divisions of network, for example, let's say una LAN 5, yani una LAN 5 kwenye network yako, yani una different LANs. Ukawa umepewa block la private la 16.0.0/16. Ukisema labda kwenye network yako ulitumie lote, kwanza utakuwa na big network ambako labda nitumie mfano huu. Umeamua kutumia block hili ni la 16. Si ndio? Tunajua hivi kwenye subnet kuna vitu vya kuzingatia. Kuna kitu kinaitwa number of host, ambao tunachukuaga ni sawa na n ni 2 raise to n minus 2. Hizo ndo number of host. Inachukuliwaga sasa na hivi. Sasa ukapewa block hili hapa, ukaambiwa ukataka kulitumia lote, maana yake ni nini? Utachukua 2 × 16 kwa ndo itakuwa hivi 2 × 16 Unaona, hizi zote zinakuwa ni host. Hawa wote ni host ambao unaweza ukawapata kwenye hili block ambalo unalo. Sasa ambako hapa tunasema hii gives you usable host. Hawa hapa ni wengi, usable host. So subnet imekuja kwamba wewe unahitaji umetumia hilo block ndio, lakini unahitaji watu 10 tu. Huwezi ukatumia hii hapa. Hii ni wastage of IP addresses. Sawa? By default we say each class have default mask, ambao class A ina /8, ambao let's say for example is 0.0.0.0 ambayo inaenda mpaka to 0.255
127.0.0.0 lakini inakuwa /8. Sasa ukisema ni /8 inatupa sehemu ya IP, inatupa sehemu ya network portion. Ngoja niandike kwanza hizo class. Class B yenyewe inaanza 128.0.0.0 up to 191.0.0.255.255.255 slash ngapi? 16. Hapa yenyewe sio hivi. Sawa, /16. Alafu class C ambayo ndo mwisho kwenye users ni 192, inaanza 192.0.0.0 up to what? 223.255. Hizi zote ni nini? Zina default mask. Sawa, /24. So network hapo kwenye class B sio inaenda 128.16 inakuwa 16 mpaka 31. No, so private. Ile unaozungumzia kaka ni private. Tunazungumzia the whole block. Okay, sawa. Ile tunazungumzia the whole class. Ile unazungumzia hiyo hapo ni private. Sasa the whole block, kwa block nzima la class B, IP yote utakao nayo ina range hapa. Hiyo hata usifikirie mara mbili, unatakiwa kujua ni class B na default mask yake ni 16. Kwa hiyo ukikuta tofauti maana yake ilifanywa subnetting. Ndio maana ya subnet. Sasa nakuja kwenye IP address, kuna sehemu ya network portion and host portion. Sasa kwenye sehemu ya network portion sasa ndo tunachukua kutafuta kwa kujua hivi. Unaangalia bit host. Number of host ni ngapi? Sawa? Mfano, bana tumie hii notepad yetu hapa. Itusaidie kuamka. Mfano, IP ya 192.168. Ngoja nitumie ya class B ili mnielewe. Nimetumia ndio ya private lakini bado ni class B. /16. Hii ni sana mtu atasema inaandikwa 192.168.160.0.0 255.255.255.0.0. Sasa wakati unaiandika hivi, sawa? Wakati unaiandika hivi kuna sehemu ya network portion na sehemu ya host portion. Sawa? Sasa basi, ili kupata sehemu ya network portion na host portion lazima tufanye conversion ya hizi. Lazima tufanye conversion ya hizi hapa kwenda kwenye bits na hizi na alafu tuzifanyie na hizi hapa pia kwenda kwenye bits hizi hapa, alafu kwa pamoja tuzifanyie kitu kinaitwa AND operation. Hapa ndo tutapata network portion na host portion. Ila sasa huko inaweza ikakutesa kuanza kufanya AND operation. Mimi nataka nikufikirishe hivi. Ukiona /16, sawa? Ukiona /16 au ukiona /8 au ukiona /24, kwanza iweke kwenye subnet way. Ukishaiweka kwenye subnet way, usihangaike na nini? Na hizi ambazo zina 255. Yaani oanisha kwa maana gani? Hapa si kuna 172.16.0.0. Oho. Rangi gani hiyo ya ajabu? 172.116.0.0. Muanishe
na ule subnet wake. Yaani hata usiweke end. Hamna haja ya kufikiria. Sasa mimi nikiangalia hapa najua host portion ni hii. Yaani najua hapa hivi ndio panaanza kwenye host portion. Kwa nini ni host portion? Kwa sababu hii hapa ya 255 itabaki hivyo hivyo. Yaani hichi hapa kitabadilika, hichi cha hapa juu. Yaani sehemu yote yenye 255 namba za juu hazibadilikaji ukiwa unafanya end. Kwa hiyo unaachana nacho. Unajua kabisa hizi octet ya tunasema gani? Octet ya kwanza na octet ya pili ina represent nini? Ina represent inabaki kwenye host, kwenye network, alafu octet ya 3 na ya 4 zinatupa nini? Host, kulingana na hii ya 255 kwa sababu 255 imecover octet ya kwanza na octet ya pili. Nikiwa na maanisha hivi hapa katia hapa maana yake huku kunakuwa ni hivi kunakuwa ni network part, huku ni host part. Sasa basi kama ni hivyo tunasema hivi kwenye host part tunatakiwa kupata how many host can we use. So unafanyeje? Nasema kwamba number of host is equal to 2 raised to n minus 2, ikiwa inamaanisha kwamba ukiwa na block lako let's say 192.168.0.0/24 ukiwa na block lako unatakiwa kujua hii hapa ni default mask cha kwanza, alafu natakiwa nijue nina host wangapi. Kwa hiyo nitachukua hivi hii 25 maana yake ni 255.255.255.0. So hii default mask au default subnet inanisaidia mimi kujua hizi kwenye 0 ambako ni sawa na biti 8 bit of zeros zitanipa host part. Sawa? Kwa hiyo ni kwamba hivi hii 255 naachana nayo, hii 255 naachana nayo, hii 255 naachana nayo. Kwa hiyo hii yenye 0 najua kabisa kila octet ina biti 8. Hii octet ya kwanza ina biti 8, ya pili ina biti 8, ya tatu ina biti 8, ya nne ina biti 8, ambayo inatupa mwisho total of 32 bits. Total of 32 bits. So kwenye hii hapa sasa ninachotakiwa kukifanya nitachukua kwa sababu hii ni 24, nikitaka kujua hosting niloko nao nachukua hii 8 na iweka hapa. Kwa itakuwa ni number of hosts is equal to 2 raised to 8 minus 2. Kwa nini tunatoa 2? 2 we minus 2 because hosts because network portion and the broadcast address cannot be assigned to host. Yani ile network address yenyewe na ile broadcast address huwezi ukaza assign. Kwa hiyo unatoa ile ya kwanza na ya pili. Hapa kwa hiyo inakuaje? Sijaanza subnet, najaribu kutoa information za host part kwenye default mask. Kwa hiyo hapa inakuaje? Kwa hiyo nikitaka kwenye default mask nijue, najua hapa nitakuja kuchukua ni 2 raised to 8 minus 2. Kwa hiyo unajua kwenye block la class C default mask nina user wangapi? Nina user 254. Kwa hiyo ndo nakuwa na uwezo wa kutafuta host kwa kila default. Kwa hiyo kwenye hii class A akiweka /8 maana yake mask yake ni 255.0.0.0. Kwa hiyo nikitaka kupata number of host maana yake itanipata nichukue hivi, nifanye 2 raised to, tumesema hivi hii hapa ina present 8. Kwa hiyo ya kwanza ni 8, ya pili ni 8, ya pili ni 8, ya tatu ni 8, kwa hiyo ni 24. Kwa hiyo itakuwa ni 2 raised to 24 kutoa 2. Utapata a lot of address here. Sawa?
Tutapata a lot of address here. Class B tutachukua default mask yake ndio hii ambayo itakuwa ni 255.255.0.0. Kwa nikitaka kupata number of host nitachukua ni 2 raise to kwa ngapi? Hesabu hapa. Hesabu 1 2. Sifuri sifuri ziko mbili, maana yake ni bit 8 jumlisha bit 8 nyingine inakuwa 16. Sawa? Alafu class C ambayo ndo tumetoka kuifanya hapo itakuwa ni 2 raise to 8 minus 2 na yenyewe ambayo utapata dogo ni hii hapa. Kwa hiyo unajua katika hizi klasi zote kwenye default mask, class C ndio ina user wachache. Kwa hiyo unaweza ukakuta organization inahitaji user 100 tu. Hata ikiexpand labda ni 30 au 40 for the future. Hautajiki kuanza kupambana na class B. Na kati unajua class C default mask kuacha subnet, yani hapo ufanye subnet wala ufanye chochote, ndio ina users wachache. Kwa sababu nikitumia class B nitakuwa na almost F65 sijui mia ngapi. Wale wengine watakuwa ni wastage of addresses. Hiyo itakuwa ni wastage of address. Kwamba nikitumia class B ambao ni 2 raised to 16 ukatoa 2. Ni wengi hao F65 530 ngapi. Nikisema nitumie default, manake mimi nahitaji user tu 100. Kwa hiyo nitakuja kubaki na almost user remain zitakuwa ni F65 134. Sasa hizi zote zinakuwa ni wastage, bad plan. Ndio maana subnet sasa ikaja. Tukasema kwamba subnet divide a single network into multiple small network. Sasa basi, nini cha kufanya kwenye subnet? Ukiwa unafanya subnet, cha kwanza unatakiwa kujibu maswali yafuatayo. How many hosts required? Hili ni swali la kwanza. Swali la pili, how many subnet required? Hili ni swali la tatu, la pili. Swali la tatu, what are the valid hosts and what are the valid subnet? Yaani ukiweza kujibu ya maswali, subnet haikusumbui. Sawa eh? Yaani ukiweza kujibu ya maswali, subnet haikusumbui. How many hosts required? A very simple definition. How many subnet required? What are the valid hosts na what are the valid subnet? Hizi zote nilikuwa ninaeleza ili uone kwamba nikitumia class B private, hata kama nile la private, nitakuwa na user wengi wa remain, yani nitakuwa na space kubwa, yani nakodisha chumba cha nakodisha gorofa afu tunaenda kulala watu, tunaenda kulala peke yangu kweli? Si bad resources, bad usage of resources. Unakodisha gorofa nzima yenye vyumba 400 tuseme, unaenda kulala peke yako. Kwanza unaweza kuogopa huko ndani. Sababu hata ukikata moto huko gorofa katikati upige wewe hamna anayekusikia. Mfano tu. So hata kwenye network hivyo kwa unakuta unahitaji user 100 eti unaenda kutumia block na /16. Wengi kinoma. Wastage of resources here. Unahitaji user 10 unaenda kulitumia la class C kama lilivyo. Hii ni bad plan. So that way we say we need nini? We need subnet. Kwa sasa subnet unajibu haya maswali hapa. Subnet unataka kujibu haya maswali. So kuna mtu mwingine atatoa definition ya subnet kwamba ni kitendo cha kuchukua host part na kuiadi kwenye network part. Yuko sahihi kabisa. Maana yake we are borrow bits from host part to a network part. Yuko sahihi. Lakini napenda tu kutoa kusema tu una divide single network into multiple small network. Simple and clear. Kama ilivyokuwa inafanana na vile tuna segment network. So haya. Tunajiuliza sasa. Unapoambiwa how many hosts required, kuna swali linakuja, maybe required labda ofisi inahitaji 10 user.
Office required 10 user to connect to the internet and the extra mfano 20 users for future. Ongea Kiingereza sisi hizi. Wewe unatoka kujua okay, users ndo host. Kwa hiyo umeshagundua hapa natoa mfano wa sample ya host required. Hapa wanahitajika user 10 kwa sasa hivi, lakini baadaye organization itahitaji nini? Inahitaji ku extract, kuweka zaidi, yani kuongeza number of user wa 30. Kama wataongeza baadaye waajiriwa 30, maana yake nachukua 20, hii 10 jumlisha 20, napata jumla 40. Wao wanahitaji total ya host wote 40. Nikisha gundua hapo, kuna next step nitafanya. Tuiache hivyo kwanza. Sawa? Ya pili, how many subnet required? Unakuta organization inasema, we have 3 departments and we need to use a single block of address. And we need to divide this into, we need to use a single block of address. Example, hii kwa number 1, sample yake hapo, ili tuwe kwenye uelewa sawa. Ya pili, anasema hivi, organization inakwambia, we have 3 departments and we want to use block of 1 hivi hapo. Sasa wewe usije ukatumia lote. Anakuambia tu hivyo. Wewe kwenye akili, department ni network, ndo subnets. Kumbe hii natakiwa kuigawanya kwenye 3 department. Kwa number of subnet required hapa, najua ni ngapi? Ni 3 kulingana na department requirement. Kwa unaweza subnet inajumuisha kwamba ni network portions, lakini host ni wale users. Umeona? Kwa unagundua okay, subnet 3 zinahitajika kwenye department. Sasa katika wale host ndio tutapata valid host kwa kila subnet na valid subnet. Sasa basi, jinsi gani tunapata valid host? Tunasema ni kwamba ndio ile tumesema kwamba ni n raised to 2 minus 2. Sasa ni 2 raised to n minus 2. Sasa basi, this n is a bit of network of host part. Kwamba how many bits am I borrow? How many bits remain after borrow bits for subnet? Hii hapa ndo ka formula kake. Sawa? Haya. Namba 4, hiyo valid subnet tunasema hivi, number of subnet is equal to 2 raised to x, where x is the number of bits borrowed from host. Yani zile biti ambazo zimeombwa kwa host. Akiwa anamaanisha nini? Unaweza ukawa na IP yako hapa, .192.168.0.0. Hii hapo natakiwa kuwa na uwezo wa kuconvert kwenye binary. Naomba hiyo mkaipitie. Ukipitia hapa muda utatosha. Utakachokifanya hapa, una convert. Tunajua ile hapa ni /24. Mimi ninavyofanyaga sasa, ninavyofanya, maana yake ninajua, yani kwa akili yangu najua kwamba hapa ni 2, so najua ndio hivyo ilivyo, so akili yangu ndio hivyo ilivyo, 255.255.255.0. Kwa hiyo hii biti ya mwisho peke yake nimewaambia kwenye 0 ndio kubadiliki, huku kwingine kote kutabaki kama kulivyo. Kwa hiyo .0 hapa haitakaibadiliki hapa. Au unaweza kuweka rangi, sio kama panakubali, yani hiki kidude hapa hakitaka kibadiliki, akibadiliki kabisa, akibadiliki. Kwa nini? Kwa sababu tayari kina default subnet hivi. Umeona? Kwa hakibadiliki. Kwa hiyo mimi akili yangu najua okay, yani mimi ninachoangalia kwanza ni default mask. Ni ipi? Najua hizi za kwanza 3
hazibadiliki, zitabaki kama zilivyo. Ninapotakiwa kucheza nacho ni hapa. Kwa hapo mwisho natakiwa kuandika hivi, nitabadilisha sasa kwenye biti ambazo biti ya sifuri actually ni sifuri. Kwa itakuwa ni 0 0 0 ambazo zinakaa 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa hiyo hapa sasa ndio inakuwa ndo nani ndo biti zake. Mfano sasa nikaja nikasema, anasema nikarudi hapa, angalia mfano hapa nionyeshe namna ya kutatua ya mambo pale. Anasema we have 3 department and we want to use block here hapa. Achana na hiyo. Number of subnet anataka subnet 3. Nikitaka kupata sa number of subnet nitakuja kusema amesema subnet 3. Ile 3 ndo bits of subnet. I mean ndo nini? 3 subnets. So host. Anaposema 3 subnet, maana yake sasa anakutaka wewe ufikirie, okay, number of subnet alizokupa ni anataka subnet 3. Sawa? Anataka subnet 3. Kwa number of subnet amekupa ni 3. Wewe unakuja kusema ninataka kujua bits. Biti ngapi zilichukuliwa kwa hosti. Kwa unafanyaje? Nasema sasa nafanya comparison, nasema kama subnet ni 3 na najua number of subnet is equal to n to 2 raised to x. Kwa unakuja kusema nafanya zile calculation. Nasema hivi, naachia hapa kwanza. Nasema hivi, naomba nitumie hii. Nasema hivi 2 power x sawa na number of subnet ambazo ni 3. Tunaangalia equivalent ya power 2. Yaani hizi zinaenda kwa by 2. Kwa hiyo ni moja inaenda power 2. 1 2 4 8. Kwa hiyo ninaangalia next number ambayo ni power 2 ya hii hapa. Next number. Hii 3 sio power 2. Kwa hiyo naangalia namba ya jirani yake hiyo ambayo ni power 2. Sawa? Unatakiwa kuangalia hivyo. Namba ya jirani yake ambayo ni power 2. Kwa mfano angekuwa anahitaji subnet 5, ningeangalia namba ya jirani yake next number ya power 2. Yaani hii ni orodha ya pili. Ngoja nitumie lugha rahisi. Ni orodha ya pili tunatumia kwenye hizi subnetting na nini. Ni orodha ya pili. 1 2 4 8 ngapi? 12. 8 16. So orodha ni power 2. So orodha ni power 2. 16. Kutoka 16 inaingia 32. Number of power 2, yani 2 power 1, power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, up to 2 whatever power ngapi huko. Kwa hiyo utaangalia which number of power 2 inakaribiana na 3. 2 power 0 ni moja. 2 power 2, 2 power 1 ni 2. Alafu 2 power 2 ni 4. Nakuja kumchukua huyu. Kwa hapa itakuwa ni 2x sawa na 2 power 2. Tunachukua next number. Hii ni 4 inayofuata hapa ambayo ni power 2. Yaani inafanana ambayo inaweza kaingia kwenye power 2. Baada ya hapo tunaua. Hii ni logarithm ya Fumtoe. Tunaua logarithm na power. Kabla ya logarithm kuna tunasemaga power of 2. Kwa huyu na huyu anakufa. Kwa tunapata x sawa na 2. Kumbe sasa kwenye zile 3 subnet alizipata kwa kuazima biti 2. Naomba niulize kama kuna swali kabla siendelea. Kuna swali? Mmeelewa? Kimya kote. Okay. Bro, tunakusikia. Nataka tu muelewe kwanza kwenye namna ya kupata hiyo power 2. So
Kama tumeelewana vizuri. Kwa hiyo umeshaelewa kwamba we have 3 departments. Wewe unatakiwa kujibu yale maswali. Mimi naomba tu yale maswali mwe mnajibu. Haya hapa. Unayajibuje? Unayajibu kwa hizi formula. Valid host ni hii. Kwa akikupa number of host, wewe unatakiwa tu kutafuta hii n. Akikupa number of subnet, wewe unatakiwa kutafuta aka x. Kwa mfano aka xk tu tumepata kwamba okay, hii itakuja kuwa ni 2 raised to 2 sawa sawa na 2 raised to x, ambayo sasa wakifa wale utapata x is equal to 2. Kwa unajua aliazima biti 2. Hasa anamaanisha nini? Ndio narudi hapa kwenye mchoro ambao nilikuwa nachora sasa ile kabla sijaanza kuchafua. Naam. Naomba ni share concept moja. Ndio. Kama tunasema mimi kwa jinsi ninavyoelewa nasema kama tumeambiwa tutafute subnet watatu. Tunasema kwamba tukitoa wale network ID, wale network portion na broadcast. Tunabakiwa na ngapi? Maana network isiwe exactly ile, lakini isiwe ndogo zaidi ya hiyo 3. Na ndo maana ukasema kwamba badala ya kuandika ya kusema 3 unasema 4 au labda zile even number ambazo ziko kwenye zile series zile. Kwa tunakuja tunasema kwamba tukichukua baadaye zile extra ambayo ni network ID na broadcast, network haitakuwa pungufu. Okay, sasa kaka uko sahihi, lakini uko sahihi kwa upande wa host. Hapa tunazungumzia subnet. Don't touch, ukiwa unazungumzia subnet usiguse about broadcast na network. Yaani uko sahihi kabisa, but hiyo concept iko hapa hivi. Umeona? Yaani uko exactly sahihi, lakini hiyo concept iko hapa. Subnet ni network. Unabidi uzipate zile network zako. Sasa namna moja hapo ya kuzipata, unatakiwa kujua umeambiwa subnet 3. Kuna option 2. Ujue zile biti zake. Ukishajua zile biti, inakusaidia kujua hizo subnet zinaendaje. Kwa mfano kama hapa. Kweli amekupa hivi. Ukishajua subnet ni 3, unabidi utafute host part. Ndio tunakuja huku sasa. Umeona? Unaanza kujua okay, ya kwanza itoke ya broadcast na network itoke. Alafu zile biti ukishazijua, zinakusaidia pia kujua subnet nazipataje. Umeelewa kaka? Ngoja tuone tu, alafu tutadiscuss mwishoni na concept yako na nyingine tuone je kuna mahali tuna correlate. Twende hivi sasa. Baada ya kupata 2, najua iliazimwa biti 2. Zilazima hizi biti 2 za hapa ndo zilazimwa. Kwa hiyo sasa nitakuja kuandika ile block langu la subnet 255.255.255. Sasa si zilazimwa 2, maana yake ilazimwa 2 ika change from 0 to 1 ikawa ni 1 1, afu hizi nyingine ndo zina remain kuwa 0. Kwa zile ni zile 2 pale. 1 2 3 4 5 6. Kwa zinatumia 8. Kumbe kwenye ile bloku langu waliazima tu 2 ambao nimeshapata hiyo 2 na tumeona namna tumeipata. Kumbe waliazima tu 2. Kwa subnet yangu inabadilika. Inaondoka sasa kwenye 24 zinaongezeka 2. Kwa hiyo inakuwa /26. Kwa hapa inakuwa ni /26. Hii 26 nimechukua ile 2 nilioipata hapa. Nilipoipata hapa, wapi pale? Hapa. Nadhani tumeshafanya hapa. Niko ipata hapa. Najumlishia kwenye ile ambayo leo ina exist hii hapa. Napata 26. Lakini ili niwe accurate lazima ni convert. Yaani nije niandike hapa nione kwamba portion za 2, yani hapa hivi ndo paliibwa. Kwa hiyo nakuja pale kwenye subnet naongezea 2. Sorry. Kuna njia rahisi tu hapa, ni uelewa kwanza. Tutaona hapo mbeleni ninavyokuwa. Very simple. Ninaongezea hizi 2, huku zinabaki 5. Zinabaki 6. Sasa hamna haja ya kucalculate tena biti za host kwenye formula. Mimi nikishapata zile za subnet ambazo ni 2, maana yake nikija nikiweka pale kwenye zile 8 nagundua
kwenye host kumebaki na biti 6. Kumbe number of host nitakao kwa nazo pale ni ngapi? Bits of host. Ndio naandika hapa hapa kwa sababu tulikuwa tunaendelea hapa. Kwa bits of host. Kuna wengine wanachukuaga hivi kwa sababu hii ni class kwa sababu octet moja ina 8 bits. Ndio naandika hapo kwanza. Inasema hivi octet moja, 1 octet is equal to 8 bits. Wengine wakishapata hii host bit, subnet bits, wanachokifanya wanachukua tu 8 toa 2 ambayo inakuwa ni 6. Na utaiona exactly practically ukiandika hivi. Kweli zilizobaki 0 hizi biti 0 ndo host part. Yenye upande wa bit 0 ndo host part. Upande wa 1 network part. Hizi 25 zote hizi ni 1. Kwa hiyo tumeongeza 1 nyingine 2. Kwa hizi hapa inabaki ni host part, hiki kwenye moja na kurudi huku nyuma, kurudi hivi inabaki nini? Network part. So nitakuja kubadilisha, nitaandika hapa /26 ambayo /26 inaitwa side annotation. Side annotation, I don't know kama ndio hivyo inaandikwa. Hiki kitu ndicho kiandika hapa, kinaitwa side annotation. So hii 26 imekuja baada ya kupata zile. Kwa hiyo ukiambiwa, ukiweza kujua valid subnet ni 3. Valid subnet ni 3. Number of bits subnet bit nazipataje? Nikishazipata nakuja kubadilisha nini? Nakuja kubadilisha subnetwork yangu. I mean default mask yangu. Kwa mfano ingekuwa tunatumia ile la 172, ingekuwa tunatumia hili, maana yake ningekuja kujumlisha 2 hapa ingekuwa 18. Let me show you. Hivi tu tusipo nani. Kama ningekuwa tunatumia hilo, maana yake ningekuwa na kitu cha namna hii. 172.168.0.0/16 ambao definition yake ni 172.168.0.0, alafu subnet yake itakuwa ni 255.255.0.0. Ukiandika kwa maneno hiyo subnet yake sasa ni 255.255.0.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 doti 1 2 3 4 5 6 7 8. Yaani ukiandika item sasa ya ule upande. Nimewambia kwenye 25 usio unagusa. Yaani usihangaike nako, hakubadiliki. Kwa hiyo deal na ule upande wenye 0. Uweke kwanza kwenye ama 0. Alafu kama tumedili na ile subnet 3, maana yake hapa inakuwa inajumlishiwa 2. Tumeshapata bit. Tunakuja kujumlishia 2. Tunapata slash ngapi? Inakuja kuwa /18. Sasa hiyo 18 huku kwenye subnet tunaiandikaje? Tunafanyeje? Tunakuja tunachorea 2, yani hizi 2 hapa zinabadilika. Tunaongezea, yani hapa ni ziko 16. Ukijumlisha 2 ziwe 1 unaziconvert kabisa, yani zinarudi kwenye 1. Hizi biti waga za subnet zinabadilika zinakuwa 1. Hizi si 02 ndo zinabadilika peke yake. Kwa hiyo itakuwa ni 255.255.1. I mean 1 1 2 3 4 5 6 dot 1 2 3 4 5 6 7 8. Kwa unagundua kwamba host part na network part, I mean subnet part ni 18, lakini host part ni 20 ngapi? Ni 10. Hii hapa ni 8 jumlisha ngapi? Jumlisha 6 unapata 14. Kwa unapata bit 14 za host. Umeona? So that is how we add, unavyozi add huku nyuma hizo bit. Kwa cha muhimu kwamba ni jinsi gani napata subnet, valid subnet. Kama nimepewa number bits za subnet, naweza nikapata number of subnet. Kwa hiyo kama nimepewa number of subnet, naweza nikapata bit of subnet. Ili niweze kupata kwanza subnet yangu inakuaje, subnet mask yangu inakuaje. Haya. Sasa hapo ndo nakuja kusema okay, bit of host sasa na 8 toa 6. Hii ni kwa class C. Class C ambako itakuwa rahisi tu, utakuja kusema
itakuwa ni 255.255.255.110000. Sawa, lakini kwa class B ni tofauti. Hautaki utatoa ndio 8 lakini hauiandiki kwenye last bit. Tutaona baadaye, tuache hapo. So baada ya kupata hivi, kuna kitu kinaitwa conversion of the bit to decimal. Lazima uconvert hii, ujue ni slash, ndio ni slash 26. Hapa ni slash 26. Lakini kwenye subnet wewe inaandikaje? Hapa ndo muhimu tuzingatie. Tunasema hivi, andika print vingi kweli. Tunasema hivi, utakachokifanya, kuna kitu kinaitwa decimal bit, binary bits to decimal conversion. Hii ni very simple na ndo nzuri kwa ajili ya subnetting. Hata kwa kichwa unafanyaje? Tunakuja kuandika block. Tuna note kwamba each block have 8 bit, right? Kama kila block lina 8 bit, tunachotakiwa sisi kufanya ni kufanya hivi. Kwenye hii tunaandikaga hivi, tunakuwa na kitu hapa, chora hapo, tunaanza. Inakuwaga ni 1 2 3 4 5 6 7 8. Nadhani tunaishia hapa. Huku inakuwa ni 0 0. Hii iweke tu kichwani, 1 2 3 4 5 6 7 8. Hii 8 haipo, tunaishia 7. Sasa basi tunakuja, hii hapa itakuwa ni 2 power 0, hapa itakuwa ni 2 power 1, hapa itakuwa ni 2 power 2, hapa ni 2 power 3, hapa ni 2 power 4, hapa ni 2 power 5, hapa ni 2 power 6, na hapa ni 2 power 7. Sasa ukishakuwa hivyo, tuna majibu hapa chini tunaandika. Tunasema okay, kwenye lile block letu la IP address ambayo tumesema ina bit 8, waga tunashumu, let's say tutumie ile la tutumie 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ambako hapa ni sana mtu ameandika 2 5 5. Sasa basi, ili kuweza kuconvert bit kwenda kwenye binary, unatakiwa kujua namna ya kutumia hiki formula, kwamba unaandika 0 1 2 3 4 5 6 7, unaweka hizi power, unakuja kwa mfano hapa si 1 2 3 4 5 6 7, zote 8, zote ni 1 1. Hii 25 imetoka wapi? Maana yake alikuja akachukua 2 power 0 ni 1, akajumlisha 2 power 1 ambao ni 2, akajumlisha 2 power 2 ambao ni 4, akajumlisha 2 power 3 ambao ni 8, akajumlisha 2 power 4 ambao ni 16, akajumlisha 2 power 5 ambao ni 32, akajumlisha 2 power 6 ambayo ni 64, alafu akajumlisha 2 power 7 ambayo ni 128. Hii ukizijumlisha zote ndio unapata ngapi? 255. Let's show you. Tutatumia kila njia tuelewe. Ukimaliza unaweza ukaenda ukairudia kaka video kama nimekuchanganya. Lakini usisite kuuliza kabla hatujatoka hapa pia. Haya. Nimerudi hapa kwa sababu kwa ni 128 64 32 16. Yaani ukisha nani vinakaa huko kichwani, ukishazoea wala visikupe shida. Ambako hapa ni 1 1 1.
hizi ni 1 Haya. Sasa conversion manake nikija nikisema nichukue toto ya hawa ambayo ilikuwa ni power, nikisema nichukue toto ya hawa nitapata 255. Ndio maana ile 255 imetokea hapa. Biti ya kwanza, biti ya pili, biti ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane. Unapata hivi. Sasa conversion inakuwaje? Yaani elewa ndo block ndo IP address octet. Haijalishi huko kwenye namba ngapi. Yaani haijalishi huko kwenye octet ya kwanza, ya pili, unatakiwa kuwa chini hichi kiformula kwamba biti ya kwanza ni 2 power hizi nilizoziandika. Biti ya pili, ya tatu, ila ukiona vipi wewe shika tu hivi. Waga mimi nimeshika tu hivi. Kwa hiyo unajua kwamba nikipata kwa mfano umeona hii sasa natakiwa kuiconvert hii. Hizi za 255 mimi sihangaiki nazo. Nachukua tu hizi hapa. Na ipaste hapa tuseme. Sasa lakini hapo ni kwenye kichwa. Sasa imegoma kupaste kwa sababu sijaweka koma wala nini. Kwa ni 1100. Kwa ni 110000. Sasa ile formula unaitumiaje? Hii formula unaitumiaje? Only we use this formula only wakati yani kujua hapa naandika ngapi. So ni 255 au ngapi? Na kuja kutumia only once. Sawa? For binary conversion for bit to binary, bit to decimal, we only add once bit. Yani zile zenye biti moja tu. Zenye 1 peke yake. Hizi zenye sifuri uzigusi, unaachana nazo. Kwa mfano, nikikwambia tu convert hii, unachotakiwa kukifanya unaangalia hapa juu, hapa. Unaangalia na hapa chini, hapa. Unaangalia kwa hiyo hii ina moja, hii ina moja. Kwa hiyo nitachukua 128 na mwenzake 64. Huku kwingine kote nitaweka sifuri. Alafu nitazijumlisha. Nikijumlisha napata 192. Kwa hiyo kwenye subnet yangu nitakuja kuandika 255.255.192. Imeisha hivyo. Let me show you something. Inaweza isiwe hivi. Unaweza ukapewa labda chenye namna hii. Hivi. Ukaambiwa ufanye conversion. Wewe usipate shida. Njoo kiweke hapa. Niongeze huku kwanza. Njoo kiweke hapa. Weka 1 1 0 0 1 0 0 tatu ziko katikati. 0 1 0 1. Weka hapa. Kwenye moja peke yake ndo unaadi. Unarudi hapa. Njoo mtafute huyu. Hiyo mbaya hiyo, harmonically. Huyu hapa, mtafute na huyu hapa ambao unaye sasa wewe. Kwa hiyo unakuja moja hapa pana moja, hapa pana moja. Naweka 128, nakuja namjumlisha na huyu hapa pana moja, naweka 64, nakuja namjumlisha hapa. Hapana, naacha sifuri. Hapa hapana, naacha sifuri. Hapa hapana, naacha sifuri. Hapa pana moja, nakuja kuchukua naweka 4, nakuja kumweka huyu 4 hapa 4. Hapa pana moja, hapa pana sifuri, naacha sifuri. Hapa pana moja, naweka ule moja hapa juu aliyoko moja. Kwa hiyo nakuja kutafuta nini? Toto yao. Napata ni 197. Kwa hiyo subnet yangu huku ni 197. Kwa hiyo itakuwa ni 255.255.197 kama ni valid subnet. Hiyo ndo namna ya kufanya conversion. So
ukiwa unafanya conversion lazima uelewe hichi kiformula. Actually hauandiki kwenye Excel ukiwa kwenye sijui paper au nini. Wewe elewa hii formula, andika hii formula kabisa kwamba biti 0, biti ya kwanza, biti ya pili, biti ya tatu, biti ya nne, biti ya tano, biti ya sita, biti ya saba. Haya, biti ya saba huku chini inakuaje? Na angalia yenye power moja. Yenye power moja ndo unakuja kuchukua pa hii hapa. Kwa mfano hapa ni 0, hapa ni 0 na hapa ni 0. Nikiambiwa nifanye conversion yake, maana yake mimi nakuja kuangalia hapa spana moja. Kwa hiyo nachukua 2 power 7 128 jumlisha, najumlisha kabisa. Hapa ni 0 na achana nako. 2 power 5 ambapo pana moja hapa. Hii hapa. Nachukua 2 power 7 jumlisha 2 power 5 jumlisha 2 power 3 hii hapa. Jumlisha 2 power 2 na jumlisha 2 power 0. Napata subnet yake, napata conversion ya decimal yake. Kama ni ngapi huku, alafu nakuja naiweka kwenye hiyo subnet yangu. Any question kabla sijaendelea? Okay. Kama hamna swali sasa, hata tusipouliza swali tufanye tu maamuzi ya busara. Hii ngoma tukiendelea nayo mtasinzia. Hii subnet tutaendelea nayo Jumatatu. Naomba tuachie hapa tuwe fresh kabisa. Practice NTP mpaka hapa subnet. So the only thing naenda nayo kichwani sasa ni hii hapa. Yaani ukiwa unafanya subnet unatakiwa tu kujua hivi. Leo tumezungumzia kipengele tu cha valid subnet, lakini kisikupe shida. Tukishazungumzia na valid host na tumeona how many subnets tunavyopata huyu. Tukishazungumzia valid host, tutaanza ku based on maswali. Haitakuwa kwenye situation hivi. Hii ni kujaribu kupeana concept tu. Jinsi gani unaamka kwenye subnet. Yaani unatakiwa ifike stage. Sasa cha kufanya jaribu kuangalia binary conversion. Jaribu kufanya binary conversion ili uzishike. Inatakiwa ifike stage ukiona /28 hautaki kufikiria. Yaani mimi nikiona tu hivyo sifikiri. Najua ni pale kwenye 255.255.255. Hapa zimeongezeka 4 ni 1 2 3 4 0000. Kwa hiyo nikitaka kuconvert najua hii ya kwanza ni 128, hii ya pili ni 64 kwa sababu si moja moja ziko series. Hii ya tatu ni 34, 32, hii ya 4 ni 16. Kwa hiyo nikijumlisha hapa nitapata hizi mbili zinanipa 192. 192 jumlisha 32 unapata 224. 224 jumlisha 16 napata 240. Kwa hiyo najua kabisa ni 255.255.255.240. Sawa? Tutakuja kuona, tutafika hiyo level na sisi kwamba nikiangalia hivi tu najua 240 na convertiwa vipi. Nikiangalia /24 sihitaji kuconvert kwenda hapa. Nikiangalia tu /24 najua ni 240. Nikiangalia /29 najua ni 248. Nikiangalia /30 najua ni 252. So tutafika hiyo stage. Let us continue Jumatatu, tusiwe tuna haraka sana tukashindwa ku catch up. So for today nenda tuna hivi maswali kwenye subnet, lakini pia nenda na hichi cha NTP ambacho tumekimaliza. Nitoe tu rai kama nimetumia mlolongo mrefu kukuelekeza subnet, lakini nataka tuende taratibu ili baadaye tunapokuja kufanya uwe na concept. Lakini kwa swala la practical ya NAT tumemaliza. Hamna kipengele ambacho tumekiacha. Hii hapa ni kuconfigure IP address tumefanya. Tutakuja tu kuireview yote kwa pamoja next week baada ya subnet. Tutareview yote kwa pamoja. Hii hapa anasema ensure LAN user access the internet. Hii hapa ni NAT. Issue ya NAT tu only. NAT na access list kwa ajili ya NAT. Sawa? That is only what remain ku practice hii. Lakini kwenye subnet tutaendelea nao Jumatatu. Yani mpaka tuone kwamba wote tuko fit.
sio kwa kutana maswali ya subnet yakatupiga chenga, afu knowledge tunayo. Poleni na niwashukuru kwa leo.